Kristo asifiwe, mtazamaji wangu, na kusalimu katika jina la Bwana. Tena ni siku nyingine Bwana ametukirimia ili tuweze kukutana katika ulingo huu. Na ujumbe nimekuja nao ni maendelezo ya kuvunja laana zinazotokana na majina. Kabla sijaingia kwa ujumbe wangu siku ya leo, ninakusihi mwana wa Mungu, naomba kwa heshima na kwa taadima, kwa jina la Bwana, kama hujasubscribe, naomba ufanye hivyo, share hata kulike pamoja na kucomment, ili kila mara ninapokuwa katika mawimbi haya, mwana wa Mungu uweze kupata ujumbe. Asante. Nimekuja tena kuendeleza somo langu ambalo nilikuwa nalo kutoka jana kuhusu laana za majina. Laana zinazotokana na majina. Mwana wa Mungu, kama vile nilivyosema, jina lina nguvu, jina lina mamlaka, jina lina uweza. Kama jina lina vitu hivyo vitatu, elewa ya kwamba basi jina linaweza kukusababisha uende mbali, na pia jina linaweza kusababisha usiende mbali. Kwa sababu gani? Lina huo uwezo, lina hizo nguvu na lina hizo mamlaka. Jina linaweza kukusababisha uende mbali, au jina linaweza kukuzuia usiende mbali. Kwa sababu jina lina mamlaka, jina lina uweza, jina lina nguvu. Kama ni jina nzuri, linaweza kukupeleka mbali. Kama ni jina mbaya, elewa ya kwamba vile vile lina nguvu za kukuzuia ili kwamba usiende mbali. Kama ni jina lenye limetakasika ama jina la kimungu, elewa ya kwamba hilo jina lina nguvu na mamlaka pamoja na uwezo wa kukupeleka mbali. Lakini kama ni jina ambalo ni la kipepo ama jina la kishetani, lina nguvu za giza, zimeletwa mamlaka na uwezo wa giza, ni kwa sababu unapitia lile jina ili kwamba usiweze kufanikiwa katika maisha yako, ili kwamba usiweze kuendelea katika maisha yako. Ukisoma katika kitabu cha Marko 16:17 na 18, neno la Bwana linasema, na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatenda mambo makubwa. Kwa jina la Yesu, Biblia inasema tutafanya mambo makubwa, ishara na miujiza. Jina linaambatana na ishara na miujiza na mambo makubwa. Jina la Yesu likitajwa, Biblia inasema mapepo yanakimbia. Jina la Yesu likitajwa, neno linasema wagonjwa wanapona. Jina la Yesu likitajwa, neno linasema hata wasio na matumaini wanapokea tumaini. Ni kwa sababu lile jina lina nguvu, lina mamlaka, lina uwezo wa kuleta faraja mahali hakuna faraja. Ndio maana nimekuja asubuhi ya leo, mwana wa Mungu, na ujumbe huu kukueleza ya kwamba chunguza jina unalolitumia katika huduma yako. Chunguza jina unalolitumia katika biashara yako. Chunguza jina uliloitwa. Chunguza jina la ukoo, jina la familia. Yawezekana kwa njia moja ama njia nyingine, jina ndilo linasababisha usifanikiwe. Jina ndilo linasababisha usibarikiwe. Jina ndilo linasababisha usipone. Jina ndilo linasababisha usiinuliwe. Nimekuja asubuhi ya leo, mwana wa Mungu, ujumbe wangu ni kuvunja kila laana zilizomo ndani ya majina mabaya. Ukisoma neno la Bwana katika Samueli wa kwanza 25:25, neno la Bwana linasema kama vile jina lake lilivyo ndivyo alivyo. Sikiliza hicho kipengele. Kama vile jina lake lilivyo ndivyo alivyo. Yeye ni Nabali na upumbavu anao. Ina maana ya kwamba jina Nabali linamaanisha upumbavu. Haleluya. Kuna majina mengi watu wanajiita hata ya kibibilia pasina kujua. Mwingine anaweza akajiita Yeriko. Yeriko ni ngome. Yeriko ni ngome. Wewe ukiitwa Yeriko, ujue ya kwamba ni ngome.
Unaweza kuomba lakini ngome imekataa kuondoka, maana jina Yeriko yawezekana ni ngome ya magonjwa, yawezekana ni ngome ya mateso, yawezekana ni ngome ya laana, yawezekana ni ngome ya vita, yawezekana ni ngome ya ufukara, yawezekana ni ngome ya umasikini, kwa sababu umejiita Yeriko. Ili kwamba uweze kufunguliwa, lazima kwanza ile ngome itenguliwe. Laana iliyomo ndani ya hilo jina Yeriko, hiyo ngome lazima uiangushe. Maana Biblia inasema Mungu aliwaambia Yoshua wauzunguke mji wa Yeriko mara 7 na mji ukaanguka. Wewe umejiita Yeriko, itabidi ufunge na kuomba hata mara 7. Siku 7. Kila siku unazunguka Yeriko, unazunguka Yeriko, unazunguka Yeriko, unazunguka Yeriko, unazunguka Yeriko mpaka siku 7. Na siku ya 7 unazunguka Yeriko mara 7, ndio ngome ianguke. Yeriko maana yake ni ngome. Wengine wamejiita majina ya watu waliokufa wakiwa tasa, hawakuzaa watoto, hawakuwa na chochote. Umeitwa jina hilo kisa na maana huyu alikuwa shangazi yako, kisa na maana huyu alikuwa ni mchomba wako, kisa na maana huyu alikuwa ni mtu wa karibu, na hukujua maisha aliyoyaishi. Baadaye unakuja kubeba na kurithi laana zile jina hilo liliishi. Wengine wameitwa majina ya watu ambao walikuwa ni mateso, magonjwa, shida, matatizo, ufukara, laana za ukoo ndio zilikuwa zinabisha hodi. Zimewekwa zote kwa hilo jina, na huyo mtu akateseka hadi kufa. Wewe ulipozaliwa wakasema huyu ni shangazi yangu, wakakupandika ile shida. Leo hii unateseka, leo hii unaangamia, leo hii unaumia, ni kwa sababu ya jina mama yako alikuita. Ukiangalia katika Nyakati wa Kwanza 4:9 na 10, Biblia inasema Yabesi akamlingana Bwana, akamwambia, Mungu wangu, la ungenibarikia kweli kweli na kuniondolea huzuni, isiwe kwa jina langu, isiwe kwa huzuni yangu. Kwa sababu Yabesi, Biblia inasema mama yake alipomzaa alimzaa kwa uchungu, ndipo akamuita jina Yabesi. Ina maana jina lile lilikuwa limebeba uchungu, ina maana jina lile lilikuwa limebeba shida, ina maana jina lile lilikuwa limebeba mateso, ina maana jina lile lilikuwa limebeba laana. Pamoja na kwamba neno la Bwana linasema Yabesi alikuwa ameheshimika sana ndani ya nduguze, Biblia inasema ya kwamba hakukuwa mtu aliyebarikiwa, hakukuwa mtu aliyeinuliwa, hakukuwa mtu aliyekuwa na amani. Ilibidi aende mbele za Bwana akamwambia, Mungu wangu, la ungenibarikia kweli kweli na kuniondolea huzuni na kunijibu hozi yangu, isiwe kwa huzuni yangu, kwa sababu jina Yabesi imenitesa siku nyingi, kwa sababu jina Yabesi imeleta huzuni kwangu, kwa sababu jina Yabesi imeniondolea baraka. Na Biblia inasema Bwana akamjibu Yabesi sawa sawa na maombi yake. Mwana wa Mungu, huenda ni wewe siku ya leo unaishi kwa mateso, ni kwa sababu ya hilo jina ambalo umeitwa. Wengine wameitwa majina ya ufukara, wengine wameitwa majina ya umasikini, wengine wameitwa majina ya mateso. Ndoa zinawasumbua, ndoa zinawakataa, ni kwa sababu yule aliyetumia hilo jina hakuishi katika ndoa. Nimekuja na ujumbe wa matumaini. Kama ni wewe uko hapo unanitazama, nimekuja na upako wa kuvunja kila laana zilizo ndani ya hilo jina. Pokea ukombozi wa Bwana kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kwa Isaya 62:4, utaitwa tena aliyeachwa, bali jina lako litaitwa mbarikiwa. Nasema utaitwa aliyeachwa, nasema utaitwa fukara, nasema utaitwa masikini, nasema utaitwa mlaaniwa. Nimekuja kubariki hilo jina. Kama hakuna mtu alisimama kwa maisha yako akatengua jina la majina, laana ya majina, nimekuja kuhani wa Bwana. Ninavunja hizo laana, ninateketeza hizo laana, ninang'oa hizo laana. Neno la Bwana linasema kwa Mathayo 15:13, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni
zitang'olewa. Kila laana za ukoo zinazokuja na majina, kila laana za majina, kila laana za ufukara, kila laana za umasikini, kila magonjwa yanayokuja na hilo jina, ninayang'oa kwa jina la Yesu. Inamisha kichwa chako sasa na poachilia upako na utukufu wa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, umenituma asubuhi ya leo Bwana na ujumbe uliojaa upako na mafuta ya kung'oa hizo laana za majina. Kuanzia leo Bwana, kupitia neno hili natangaza mtazamaji wangu anafunguliwa kwa hilo jina, anakombolewa kwa hilo jina, anabarikiwa kwa hilo jina, hataitwa tena aliyelaaniwa. Mungu wangu, kama vile ulimbadilishia Yakobo Baba jina katika Mwanzo 35:10, nimekuja siku ya leo Bwana kubadilisha jina la huyu mtu. Bwana ukabadilisha hilo jina la laana. Mungu wangu ukaachilie baraka, Mungu wangu ukaachilie kibali, Mungu wangu ukaachilie uzima, Mungu wangu ukaachilie utajiri, Mungu wangu ukaachilie ukombozi, Mungu wangu ukaachilie neema ya mafanikio kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru Mwokozi, maana ni wewe umetenda sawa na neno lako. Katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Shalom mtazamaji wangu, pokea hiyo neema ya Bwana. Tumevunja kila laana zote, kila maroho yanayokutesa kupitia hilo jina. Kombolewa na Bwana, na neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante mtazamaji wangu. Naomba uendelee kunifuatilia. Kuna jambo Bwana anafanya juu ya maisha yako. Asubuhi ya leo jina lako limefunguliwa. Amini neno la Bwana, na ishara hizi, miujiza na maajabu zitaambatana na wewe. Hadi wakati mwingine tena tutakapoweza kusema katika jina la Bwana. Nashukuru kwa muda wako ambao umenipa na kuacha na neno hilo. Jina lako limefunguliwa. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini.